kuna mazingira ambayo ndipo tatizo lako la saikolojia lilipoanzia, na uwezi ukajua ni mazingira gani mpaka mtu atakapo kuambia kwamba mazingira haya ndio yaliyosababisha matatizo ya kisaikolojia yalipoanzia. Unajua, ukiangalia kwa makini sana, wale wanaokutana na matatizo ya kisaikolojia, hasa yale yanayoanzia kwenye mazingira ya ajali, wanakuwa na matatizo ambayo wao hawezi wakaelewa yalianzia wapi. Kwa mfano, unaweza kuwa umeanza ulikuwa vizuri tu kabla hujakutana na hilo tatizo, au kabla hujakutana na hiyo event ya ajali, yani hilo tukio la ajali halijakukuta, ulikuwa unalala vizuri, usingizi wako unalala vizuri, au shtuki wala hauoti ndoto mbaya, msongo wa mawazo hauna, ulikuwa uko vizuri tu. Lakini baada ya kukutana na tatizo au kuona tatizo, kushuhudia ajali au kuwa mmoja kati ya watu ambao wamepata ajali, hapo ndipo tatizo lako la kisaikolojia lilipoanzia. Unaweza ukashangaa, kwa nini sasa hizi silali usingizi vizuri, na nikilala naota ndoto mbaya, au na uoga uliopita kiasi, naogopa giza. Hayo ndio matokeo yake. Unakuwa unaogopa giza, au lali usingizi vizuri, na ukiota ndoto naamka na mapigo ya moyo yanaenda mbio sana. Kwa hiyo sasa hapo tayari umeingia kwenye matatizo ya kisaikolojia, kwa sababu unakuwa na issue moja tunasema inaitwa trauma. Na unajitoa vipi hapo? Tafute mwanasaikolojia, mtaalamu wa afya akili akusaidie. Asante.